Hello, assalamu alaikum. Leo tupike visheti. Visheti vitamu, vilaini na kwa mahitaji rahisi kabisa. Mtu yoyote anaweza kupika popote pale alipo. Na kaa na mimi mpaka mwisho, hautajutia muda wako, utajifunza na pia utaenjoy. Na kabla ya hapo, kama bado haujasubscribe katika channel yangu, naomba unisaidie kubonyeza alama ya subscribe ili uwe wa kwanza kupata video yangu. Kwa hiyo hapo kwenye dishi nikaanza kuweka chumvi. Hapo huo ni unga wa ngano nusu kilo. Kwa hiyo hapo na mahitaji yetu ni unga wa ngano, mayai, hiyo bata yani Blue Band, hamira, sukari, chumvi pamoja na maji au maziwa au tui la nazi, utachagua wewe. Kwa hiyo hayo ndio mahitaji. Mimi sikuonesha hapo, nilikuwa naweka tu moja kwa moja. Hapo niliweka chumvi, nikamaliza kuweka chumvi naenda kutia hamira. Tunataka kuweka hamira ili iumuke. Usiache kuweka hamira. Kwa maana usipoweka hamira utakuwa unapika vikokoto au ni half cake. Kwa hiyo hapo nikaweka hamira, nikaweka na sukari kijiko kimoja. Kama mnavyoona hapa nilikuwa naweka. Nikamaliza hapo. Ya kwanza niliweka hamira, hiyo ya pili ni sukari. Sukari kijiko kimoja tu, sikuongeza tena. Kwa hiyo nikamaliza hapo nachanganya. Na kabla ya kuchanganya nikasahau yai langu nililiweka pembeni. Yai nilitumia moja tu kwenye ngano nusu kilo. Yai na maziwa ya pakti yale ya 500. Kwa kama una maziwa ya maji pia unaweza ukaweka. Kama hauna pia maziwa ya unga pia sio lazima, unaweza ukaskip hiyo hatua. Sio lazima kuweka maziwa wala sio lazima kuweka mayai. Mimi niliweka tu kwa sababu nilitaka ulaini zaidi pamoja na ladha nzuri. Kwa mimi niliweka maziwa, niliweka mayai, niliweka sukari vyote. Kwa kama una tui la nazi unaweza kuweka tui la nazi, maziwa fresh, maziwa sijui yani hivyo, maziwa ya unga, maziwa ya maji unaweza ukaweka. Kwa mimi hapo nilifungua hiyo pakiti yangu ya maziwa moja tu kwenye ngano nusu kilo, nikaweka hapo vizuri. Naenda sasa kuchanganya mchanganyiko wangu vizuri jamani, bila kusahau Eid Mubarak. Okay. Kwa hapo naenda kuweka, hiyo ni Blue Band ya Prestige. Unaweza kuweka Blue Band yoyote, na kama hauna hapo unaweka tu mafuta. Sio lazima kuweka Blue Band, unaweza kuweka tu hapo mafuta. Mimi niliweka hiyo kwa sababu ninayo. Na kama pia hauna Blue Band unaweka samli jamani, vyote vinaingia. Mafuta, yani shoti mafuta unaweka humo. Kwa mimi niliweka Blue Band kijiko kimoja hapo, nachanganya sasa mchanganyiko wangu vizuri. Hapo kwenye kuchanganya ndio tunaenda kutoa visheti vilaini kabisa. Wengine sio wanaita mitai, lakini mimi najua ni visheti. Kila mtu ana jina lake la kuita, lakini hii ni special kwa ajili ya Eid jamani. Eid ni kula asubuhi jamani. Wapikieni vitafuno au vibaiti vizuri watoto wenu, waume zenu waenjoy. Yani Eid inatakiwa iwe siku ya tofauti kuliko siku za kawaida. Kwa hiyo hapo hiyo ni hiriki nilisahau kuweka. Hiyo ni hiriki ya tunda, mimi niliweka hiriki ya tunda. Unaweza kuweka hiriki ya unga, au kama hauna hiriki unaweza kuweka vanilla. Na kama hauna vyote unaweza ukaskip pia, sio mbaya, sio lazima sana. Hiyo inaitwa tu harufu na sijui ndo ni ladha. Mimi najua tu ni harufu jamani. Mniambie tena hapo chini kazi ya hiriki nyingine. Kwa hiyo niliweka hiriki ya tunda. Hapo nikawa naweka sasa maji kidogo kidogo kwenye kukanda. Tunakanda kama ngano ya maandazi. Ngano ya maandazi inavyokandwa ndio unakanda ngano ya visheti hivyo hivyo. Ila tu yani hivyo, ila auweki tu sijui yani wengine wanakanda maandazi na mafuta ya moto, japo mimi huaga sikandi na mafuta ya moto, ila unakanda ngano kama ya maandazi. Na kama haujui pia kupika maandazi, video yangu ya chini hapo nimeelekeza jinsi ya kupika maandazi. Ingia katika channel yangu, gusa videos, utaona hapo maandazi, video yangu ya maandazi. Nimeonyesha jinsi ninavyokanda mwanzo mpaka mwisho kwa ufasihi, yani kwa usahihi, sijapeleka mbele hata kidogo. Kwa hiyo tunakanda mwanzo, kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Kama wewe haujui kupika maandazi, naomba uangalie hapo chini ili ujue ngano ya maandazi inakuaje. Kwa hiyo hapa ni visheti, na kama nilivyosema visheti hivi tunakanda kama maandazi. Hapo nakanda kama unavyoona. Kwenye kukanda unatakiwa ujitahidi, kwa sababu usipokanda vizuri visheti vitatoka vigumu kama half cake. Hapo nikaongeza tena Blue Band kidogo. Sio lazima, kama hauna Blue Band nimesema unaweza kutumia mafuta, ila utaweka hapo ili vilainike vizuri. Hiyo Blue Band inaenda kulainisha kabisa hiyo ngano yako. Hata kwenye ukandaji mwenyewe pia utaona.
Kwa hapo nakanda tena ngano yangu. Jitahidi kwenye kukanda, kaza mkono ukande mpaka ngano iwe laini kabisa. Yani iwe laini, iwe smooth. Yani sijui nikwambieje. Yani usiwe mvivu kwenye kukanda jamani, kwenye hivi visheti. Na kama nilivyowaambia, ukitaka step by step kwenye kukanda ngano, rudia hapo video yangu ya maandazi. Nimeonyesha step zote. Japo hii pia nimeonyesha hii nimeweka speed kidogo. Kwa hiyo hapa kanda mpaka unga utokane, yani usitoke, yani usigande tena kwenye vidole wala kwenye kidishi. Kwa hiyo kanda mpaka nikabadilisha mkono hapo, na kanda na mkono wa kushoto na kanda na mkono wa kulia mpaka iwe laini. Usiwe mvivu kwenye kukanda. Ukitaka kutoa vitu vizuri, jitahidi muda wako uweke hapo, nguvu zako uziweke hapo. Kwa hiyo nikakanda kama hivyo, imekuwa smooth. Si unaona? Na hiyo bata imesaidia. Kwa kama hauna unaweza kuweka tu mafuta. Kwa hiyo hapo tunaacha sasa iumuke. Tukumbuke tuliweka hamira. Kwa hiyo tunaacha hapo iumuke. Kama una foil unaweza kufunika na foil. Kama una mfuko special kufunikia unaweza kufunika. Kama huna, funika na ungo. Kama huna, funika na karatasi iliyobebea ngano kama mimi hapo, msinicheke. Hivyo yani tunaweka tu hapo iumuke. Baada ya muda imeumuka, natoa karatasi langu juu, tunaenda kukatakata. Hapa kwenye kukata sasa ndio shughuli inapoanza. Jamani, kila mtu anakata shape ambayo wewe anaipenda. Kwa hiyo mimi leo niliamua tu kukata shape yangu tu ya ajabu. Ila sio ya ajabu sana, vilipendeza na vilikuwa vitamu jamani, vilaini mpaka raha. Kwa hiyo hapo ni hilo imeumuka, si unaona? Imeumuka hapo, naenda kuisukuma sasa. Hivi visheti vya leo sio vya namba 8. Visheti vya namba 8 nimeposti vipo hapo chini, unaweza ukaenda ukaangalia ukajifunza jinsi ya kutengeneza ile round ya namba 8. Hivi visheti vya leo ni vya ni hivyo tu chap kwa sababu nilipika muda umeenda sana na nilikuwa sitaki familia yangu ikose kabisa jamani bites ya Eid. Hapana. Nikasema lazima nipike na lazima niwapelekee wapenzi wangu pia wajifunze na wapike yani liwalo na liwe, ndo hiyo sasa. Kwa hivyo nikasukuma hilo donge langu kama mnavyoona hapo kwenye kibao changu cha kishikaji. Na sukuma hilo donge kama chapati, lakini isiwe laini sana. Yani step zake ni kama unazopika maandazi. Kimaliza naenda kukata. Nikakata hapo mistari yangu hiyo. Jamani, hiyo ngano ilikuwa laini hadi kukatika ilikuwa yani hata yenyewe ilikuwa haikatiki. Mayai yanasaidia sana kufanya ngano iwe laini. Sijui unanielewa? Yani kuweka ulaini zaidi. Basi nikawa nakata hizo vidogo tu, nimevikata sio vikubwa, lakini kwa sababu ni hamira kadri inavyozidi kukaa inaumuka, na pia ukaenda kuweka jikoni pia vinaumuka zaidi. Kwa mimi nikakata tu hivyo virefu, sijui unaona. Kata shape ambayo wewe unapenda. Ukipendezwa na shape yangu kata. Ukipendezwa kata hata kama maandazi vinarika jamani. Yani hiyo vishete jamani havina shape maalum. Kuna shape kibao. Kuna shape sio za chanuo sijui. Yani shape ni zipo nyingi. Ndio kwanza tunaanza. Bado sana. Kwa hiyo hapo navipanga kwenye sahani kama hivyo mnavyoona. Nakata napanga kwenye sahani. Na nakata hapo vidogo. Sikati makubwa. Vidogo viembamba kama hivyo mnavyoona, kwa sababu hivyo ni visheti na vipanga, na nilikata katika shape mbili tofauti. Kwa hapo napanga zangu hapo good. Namaliza nakata tena, nakata naweka tena kwenye sahani, namaliza naweka tena hivyo. Kwa hiyo ile donge la kwanza nilikata shape hiyo hapo ya urefu. Hilo la pili sasa naenda kukata kwenye kama visu. Kana mimi hapo uone jamani, visheti vina shape nyingi sana, yani nyingi. Yani hapa bado ndo kwanza tunaanza, nitawaletea zote. Yani mtajifunza hatua kwa hatua. Yani shape zote za visheti mnaweza pia nikawaletea. Kwa hiyo hapa hiyo ngalisukuma tena, lisiwe laini sana, na sukuma kama chapati lakini liwe zito kidogo. Naenda kutengeneza mistari yangu hapo. Na kata kwa shape nyingine tena ya pili. Nilipika vyote viwe na nilipika kwa shape mbili tofauti, lakini nilivichanganya. Na kama nilivyosema unaweza ukapika ukavikata kama maandazi na vinalika vizuri tu. Na unaweza ukatengeneza pia kwa ile namba 8 vinalika pia vizuri tu. Kwa na kama nilivyosema video yangu ya vile kutengeneza vile vinane vipi ipo hapo chini. Kwa unaweza ukaweka, unaweza tena ukaenda kwenye videos zangu hapo ukaangalia
jinsi ya kutengeneza, na nimeweka kabisa video mpaka mwisho jinsi ya kuweka vile vinane vile. Kuna maliza hapo unaona kama hivyo nimeweka hata vya kisu na vitia kwenye beseni hivyo kama unavyoona kipenzi, na tia kwenye beseni vya kisu sasa hivyo. Yani shoti kata unavyojua jamani, vishati mbona havina mambo mengi si unaona? Yani mimi nimekata tu kwa sababu nilikuwa nje ya muda. Ningekuwa sio nje ya muda ningekata tena kwa shape nyingine, ningetengeneza shape nzuri na kama nilivyosema hapo mwanzo. Na kabla hatujaendelea, naomba tu kama bado hauja subscribe, bonyeza hiyo alama ya subscribe kipenzi changu, utakuwa umenisupport kwa kiasi kikubwa sana. Yani utakuwa umenisupport na nitaiona support yako. Na wote mlio subscribe katika channel yangu pia nashukuru sana, na Mungu awabariki, msiwahi kupungukiwa. Kwa hiyo hapo nikawasha jiko, nikaweka mafuta yangu jikoni, nikawa naviweka sasa hivyo vidude vyangu. So unaona vimerefuka, vimenenepa nakwambia. Sijui unaviona nimevikata vidogo kama mlivyoona, lakini vimerefuka hivyo. Vipi vimerefuka, vimenenepa lakini nikasema liwalo na liwe hivi, leo lazima visheti viwe. Yani sinaona, lakini shape yake sio mbaya sana. Siku nyingine nitawaletea kutengeneza vile vishanuo, vile visheti vya vishanuo vitambala. Siku nyingine tena nitapika vikokoto, yani chochote. Mimi nahakikisha mimi na nyinyi mpaka nimemaliza mapishi yote ndio nitaacha kupost. Mnanielewa vipenzi vyangu? Kwa nawashukuru sana kwa support yenu. Mungu awabariki sana. Msiwahi kupungukiwa jamani, mashabiki zangu wa Kongo, mashabiki zangu wa nchi zote nawapenda. Na naona comments zenu, naona likes zenu, naona mnavyo subscribe katika channel yangu. Mungu awabariki sana sana sana. Na mkoe na maisha yenye furaha, mjifunze na nyinyi pia mkapikia familia zenu. Kwa hiyo kama hapo usiache mkono kwenye kugeuza kwa sababu vinatakiwa viwe na rangi moja. Moto wa kawaida, usiweke moto mkali vitababuka. Moto wa kawaida hapo unavigeuza. Vinatakiwa vyote viwe na rangi moja. Sio huku rangi imekolea, huku rangi haijakolea. Hapana, haipendezi. Vyote vinatakiwa viwe na rangi hiyo moja tu kama nilivyowaambia hapo awali. Kwa hapo na geuza pap hivyo, yani vyote vitoke na rangi moja ya kitajiri. Rangi moja ya kipesa. Okay. Kwa hiyo hapo kama hivyo nilivyowaambia, si unaona vimetoka vizuri. Nakwambia vimandazi sio vimandazi, ila kana mimi mpaka mwisho uone ninavyoenda kutengeneza mpaka hiyo shira ya kuwekea, ili visheti vyangu viwe vitamu na familia yangu enjoy, ifungue ili vizuri kabisa. Kwa hapo hivyo tayari, sijataka viwe vikole sana rangi. Ingaka tu rangi yake tu iwe kidogo. Kwa hiyo hapo na vitoa hivyo, unaona yani vyote vina rangi moja, nyuma na mbele vyote rangi yake moja, havijapishana rangi kama nilivyowaambia hapo awali. Kwa hiyo hapo na toa iko kikaanguka, ngombe kiende zake kitajua wenyewe. Achaneni na hilo chujio langu, haliwahusu. Angalieni visheti vinavyopikwa, sawa? Na kama vinawahusu basi naombeni mnichangie nikanunue chujio, sawa? Achaneni na hilo chujio langu. As long as linachuja mafuta vizuri, mimi tena msinicheke kwenye comments. Kwa hapa nenda kama hivyo, hapa nikawa na vitia tena awamu nyingine tena na koroga hivyo pap. Kama nilivyosema tunageuza tu. Hatutakiwi kuwa na uvivu jikoni. Usiweke uvivu jikoni. Kama wewe ni mvivu usipike kwa sababu utaharibu. Kwa unatakiwa ukae hapo, yani uvikalie hapo, unavigeuza hivyo vyote vipate rangi moja ya kitajiri, Kwa hiyo tunavigeuza hivyo vidude vyetu, usiona vinavyopendeza. Hiyo sasa ni ile shape namba 2. Vimeumuka hivyo utaniambia nini? Kama maandazi. Niliviacha sana, afu najua vina hamira. Kwa hiyo nakwambia vikaenda kwa kama vimaandazi, lakini ni visheti sio maandazi jamani. Mnanielewa? Wengine wanaita mitai, sijui. Mimi ni Mtanzania, kwa wa Kenya mtaniambia hivyo vinaitwaje. Wa Kenya sijui, wa Mombasa wote mtaniambia hapo kwenye comments. Kwa hivyo vilikolea rangi kidogo, sio sana, lakini vilikuwa pia na rangi nzuri. Kwa na ukiwa unavitia vingine, unazima jiko kidogo, unahakikisha unazima jiko. Alafu ndo
unazima jiko ndio unatia. Kama unaona mimi hapo moto, hilo jiko halina moto, ni mafuta tu ndio unaenda kutia hivyo vidude vingine kwa sababu visibabuke. Sijui unanielewa? Jitahidi kwenye moto jamani. Jitahidi sana 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 kwenye moto. Visiungue vikababuka. Yaani mimi visheti vyangu vina nyama nyama ndani. Sijui unanielewa? Ni kisheti sawa, lakini kina nyama nyama ndani. Sio kama andazi, yani sio kama mahamri niseme. Kwa hiyo jitahidi ukifuata step by step nilizozisema hapo, utatoa visheti vizuri na familia itafurahi. Baada sasa ya kukaanga vile vidude vyetu, tunaenda kutengeneza sukari. Watu wengi hapa vinawashinda jamani. Hapo nimeweka sukari kikombe kimoja na maji kidogo, maji nusu kikombe, maji sio kikombe kizima. Tunakoroga. Nimeweka pia na hiriki hapo, kama mnaona maganda ya hiriki. Kama una vanilla unaweza ukatia, mimi sikuwa na vanilla. Sukari kikombe kimoja, maji nusu kikombe. Washa moto wako, yani ikoroga hiyo sukari mpaka ichanganyikane na maji, alafu iache ichemke mpaka itoe yale maputo yale. Yani hapa yani kuna watu wengi sana vinawashinda hapa kwenye kuweka sukari. Kwa hiyo utaiacha mpaka inate kama hivyo, unaona? Yani mpaka hiyo shira inanata, unaona? Ukiweka kwenye kidole inafanya yani inanata. Na hakikisha hayo mavisheti yako yale uliyopika yamepoa, ndio unaenda kuweka humo kwenye, na ukiweka wewe unaenda kuweka humo kwenye sukari, visheti vikiwa vimepoa kabisa. Unakoroga kila kisheti kipatane na sukari. Moto mdogo mdogo, yani hapo huweki moto mwingi, moto mdogo mdogo, kwa sababu na hivyo visheti ukiviweka vya moto na pia moto ukaweka mkali, jamani vitapasuka jikoni, kwa sababu utakuwa kama vile unavichemsha kwenye maji. Kwa weka moto mdogo mdogo. Yani hapa nasisitiza tena. Na ile video yangu ya V88 pia ina jinsi ya kufanyaje, ya kutengeneza hii shira. Unaweza mwenyewe ukaangalia ukajifunza pia. Moto mdogo mdogo. Hapa hakikisha una kitambaa au kidude cha kushikia ili uweze kuvipeta peta. Yani unatakiwa uvipete mpaka vyenyewe, yani unavipeta mpaka vyenyewe vinabadilika tu hiyo sukari mpaka ikauke. Usiwe mvivu kama nilivyosema. Ukitaka kupika kitu kizuri usiwe mvivu. Yani usiwe mvivu. Kama hapo navipeta peta mpaka sukari yote yani igandane. Wewe twende tu. Yani wewe angalia tu mpaka mwisho, utaenjoy na utajifunza. I promise. Kwa hapo navipeta peta. Unaona sukari inaanza kuganda hapo. Na unavipeta peta hivyo. Hakikisha una kitambaa kama makaratasi, kama vitambaa, kama vidude vya kushikia. Hakikisha unavipeta. Hapo sasa usichukue tena na mwiko. Virushe hivi. Yani kama hivyo mimi ninavyofanya. Sijui unaona vinabadilika sasa, vinaenda kuwa vizuri. Na ukumbuke hiyo sukari yangu mimi niliitia hiriki. Hiyo hiriki inanukia hapo. Vidude vinanukia balaa. Kwa hiyo hapo naendelea kuvipeta peta hivi. Basi kitu kama hiko. Endelea kuvipeta peta mpaka viwe tayari. Kama hapo mimi hivyo vipo tayari kabisa. Vipo tayari, yani havina tena mambo mengi. Si unaona? Niambie wewe ukipika hivi utakula na nini kipenzi changu? Hebu niambie hapo kwenye comment, na uniambie pia unanifuatilia kutoka wapi. Huwa nasoma comment zote na nazijibu kwa wakati. Niambie unanifuatilia kutoka wapi, mkoa gani, na mimi pia nitakwambia nilipo. Visheti vyangu vipo hivyo hapo tayari, unaona? Vilaini. Unaona? Vilaini vilikuwa vitamu sana, vitamu. Nikisema vitamu si unanielewa. Na hapo vipo tayari jamani. Karibuni sana vipenzi vyangu na Mungu awabariki sana. Usiache kusubscribe kama bado haujasubscribe katika channel yangu. Mungu akubariki na kupenda. Enjoy. Unaona kishati kilikuwa laini. Ndani kinavutia, kina rangi nzuri. Unaona jamani, mbona simple, rahisi sana. Nenda kajaribu. Bye bye.